Mimi ni katibu BAKWATA wilaya ya Kisarawe, kwa jina naitwa Kasim bin Ramadhan, na hapa nipo pamoja na shekhe wa wilaya ya Kisarawe, Sheikh Said Kubanguru. Yeye ni shehe wa wilaya ya Kisarawe, ni shehe mmoja maarufu na ni shehe mmoja ambaye ni mzuri katika utendaji wetu kila siku katika maudhui ya wilaya yetu ya Kisarawe. Na hapa tuko eneo la kitongoji cha Sanze, eneo la Kibongwa, kata ya Kazimzimbwe. Ni eneo ambalo kuna kiwanja chetu cha BAKWATA wilaya ya Kisarawe, hichi chote kama unavyokiona mpaka kule chini. Eneo hili lina ukubwa wa karibuni kufikia square mita za mraba 4,500 sawa na karibuni robo tatu ya hekari nzima. Kwa kule mbele ni barabara ya kwenda Kibaha. Kwa upande huu ile ni barabara ya kwenda hospitali ya Mloganzila ambayo ni hospitali kubwa ya kitaifa, iko pale. Ni eneo moja ambalo zuri, na hapa tunategemea kwa umaarufu wake iwe ni makao makuu ya wilaya ya Kisarawe, makao makuu ya ofisi ya BAKWATA wilaya. Tumeshatayarisha matofali yetu kwa ajili ya ujenzi wa ofisi kama mnavyoona hapa. Tutaweza kujenga eneo letu sisi la ofisi. Matarajio yetu ni kujenga ofisi ya kisasa sana ya wilaya. Tuko karibuni na mji wa wilaya ya Kisarawe, kuwa na ofisi zote muhimu ambazo zinakidhi mahitaji. Hapa tutakuwa na ofisi za shehe wa wilaya, kutakuwa na ofisi ya mwenyekiti wa halmashauri, kutakuwa na ofisi ya katibu, kutakuwa na ofisi ya mwenyekiti wa JUVIKIBA, kutakuwa na ofisi ya JUAKITA wilaya ya Kisarawe. Kwa hiyo eneo hili tunategemea kulijenga liwe na ofisi na maudhui tanashati sana ya kuonyesha kwamba wilaya ya Kisarawe inahodhi maeneo ambayo ni sahihi. Tutakuwa na ofisi ya kazi wa wilaya ambaye atakuwa na ofisi hapa kwa ajili ya kujiendesha. Vile vile katika maeneo haya tutakuwa na msikiti wetu mkubwa ambao tukiwa na wenyeji wetu basi na waumini wengine majirani zetu kwa upande huu wa magharibi na nini, basi watakuwa wanakuja kupata ibada hapa. Pia tunategemea kuwa na ukumbi wa kisasa. Nia tunayo, uwezo tunao na juhudi tunayo. Tutajenga ofisi ya kisasa sana, itakuwa ni mfano kwa wilaya zingine za mkoa wa Pwani. Basi baadaye tunaweza tukauomba hata mkoa, safari hii bwana, mkutano mkuu wa mkoa njooni tuufanyie Kisarawe, kwa sababu ukumbi tutakuwa nao. Tuko kwenye almahalu shahidi, kwenye eneo ambalo eneo hili baada ya juhudi kama sisi BAKWATA tulikuwa hatuna maeneo ya kujenga ofisi, lakini baada mimi na wenzangu tuliongea na mkuu wa wilaya na mkurugenzi, wakatupatia eneo hili la kujenga ofisi ya BAKWATA na mambo mengine ya huduma za Kiislamu. Ametupa hili na hati tunayo, sio kama tumepewa kwa maneno. Kwa hiyo eneo hili ni kubwa na tunatarajia kufanya mambo makubwa, kwa sababu sisi watu wa Kisarawe tunashikamana vizuri, tunafanya kazi kwa pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam yadullah mal jamaa, mkono wa Mwenyezi Mungu siku zote unalenga kwa wale wenye kushikamana. Sisi watu wa Kisarawe tunashikamana pamoja, tunaungana pamoja, mapambano yetu pamoja, kazi yetu ni pamoja, hatubaguane sisi. Na uhakika kabisa 99% au 100 kabisa hapa ofisi maana kalima inajengwa ya kisasa, ambaye tunakusudia kwanza tujenge ofisi maana kalima ya kisasa, kwa sababu kwanza ofisi ndio kitu muhimu kuliko kitu chochote. Ofisi ndio kitu muhimu kuliko kitu chochote, watu wataka tuweke huduma. Maana sasa hivi kama tutajenga ofisi ya kisasa, basi nadhani mambo yatafunguka, mambo mengine. Kwa tunaona biidhnillah, kwa kushirikiana na ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Pwani, tunashukuru alhamdulillah, wanatupa kampani na wanatupa ushauri. Sheikh wa mkoa wa Pwani namshukuru sana, kwa sababu anajitahidi. Wakati mwingine anatuhimiza sisi watu wa wilaya ya Kisarawe ama wilaya mbalimbali, jamani, vipi, jengeni ofisi, kata jengeni ofisi kata. Na sisi ile kauli yake Sheikh wa mkoa wa Pwani tumeichukua kwa mikono miwili, na inawezekana ile kama sisi ndio watu wa kwanza katika wilaya ya Kisarawe kujenga ofisi ya kisasa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunajenga ofisi ya kisasa bila.
nia tunayo na mipango tunayo na takhatiti tumeshapanga ipo na ramani tunayo na wadau hapo tumeshafikisha tayari. Kwa hiyo inshallah hapa ni taufiki pia Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Naam, wito wangu kama shekhi wa wilaya, wito wangu sasa hivi naelekeza kwa upande wa Waislamu. Kwanza nikianza na mashehe zangu wa kata, hii ardhi ni kwa ajili ya Waislamu. Kwa hiyo mimi na nyinyi tushirikiane mashehe wa kata wote, tuhakikishe kwamba hakika kwamba ofisi ya wilaya Maana Kalima inapatikana hapa, na nyinyi ndio wadau wangu na nyinyi ndio wasaidizi wangu. Tukishirikiana na maimamu wote wa misikitini na maustadhi wote, na tukishirikiana na chombo kimoja, wadau wa serikali. Nikisema wadau maana yake ofisi za serikali, na wadau pia nikisema wadau pia mwingine ni mbunge wetu wa wilaya ya Kisarawe Mheshimiwa Dr. Jafo. Mimi na uhakika kabisa kama tutashirikiana pamoja katika hizo ngazi ambazo nilizosoma daraja, kwamba sisi Waislamu tukashirikiana hapa, tukaungana na mimi, mkaungana na viongozi wa BAKWATA kuanzia mshekhe wa wilaya na mwenyekiti wa halmashauri, mkaungana na sisi mashekhe wa kata wote 18, mashekhe 13-18 katika wilaya ya Kisarawe. Kuna kata ngapi? 17. Kata 17 ni nyingi sana. Kwa hiyo kama tutashirikiana hizi kata 17 tukaungana pamoja, na nyinyi mna watu wenu huko kwenye kata zenu, na sisi wilaya tuna watu wetu, na sisi tunawategemea nyinyi pia. Wallahi niwaambieni, kama tutashikamana mashekhe nyinyi huko wa kata, mna Waislamu huko na sisi huko, na tukishirikiana na wadau wetu wa serikali, wallahi mimi naomba tutafika mbali. Na kwa kudhibitisha hili, kuonyesha kwamba serikali imetuunga mkono kwa asilimia, mkuu wa wilaya Petro Magoti ametupa simenti mifuko simenti 100. Mkuu wa wilaya Petro Magoti, ndio maana tukasema kama tunajenga ofisi, tunajenga kweli, tunashirikiana vizuri na idara ya serikali, ametupa mifuko simenti 100 kwa ajili ya kujenga ofisi hii. Yote haya tunayafanya ni kwa sababu ya uongozi wa Mheshimiwa Samahata Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakari wa Zubeir ibn Bwana Doktor na Sheikh mkuu, namna gani ameweza kutuunganisha sisi Waislamu. Sikwambii BAKWATA, Waislamu Tanzania. Yeye ni mufti wa Waislamu Tanzania, ametusimamia vizuri na upendo wake ni mzuri, na ule utendaji wa kikazi ule hapa itambue, badilika, acha mazoea. Hii imetupelekea sisi Waislamu wengi hasa katika wilaya ya Kisarawe tuweze kubalika. Tangu mbingu na ardhi ndio itapatikana ofisi ya wilaya ya Kisarawe. Kwanza BAKWATA yenyewe ilikuwa haipo huko, lakini baada ya kuja mufti sasa hivi Kisarawe mahma kana inajulikana. Kisarawe inajulikana BAKWATA kwa sababu ya mufti wa Tanzania Sheikh Abubakari Zubeir wa Mbwana, kwa kazi anayojifanya. Unajua mtu sio kama tunamsifia sisi, Samahata Mufti wa Tanzania Sheikh mkuu, hatuna cha kumlipa, tunamuombea dua. Yani hii ndio sadaka tenjaja anayoifanya hapa Tanzania kuhakikisha Waislamu wanapata maendeleo. Baada siku za nyuma tulikuwa tunaonekana Waislamu hawana maendeleo, tulikuwa tunaitwa Waswahili. Sasa hivi Waislamu wa Tanzania hawaitwi Waswahili, wanaitwa Waislamu wenye maendeleo, wenye hadhara, wenye maendeleo. Anahimiza masuala ya education, elimu, masuala ya kiuchumi, masuala ya mshikamano, masuala ya amani, mambo mengi, mpaka amekuwa ni mufti wa mfano duniani, fi alami, fi duniani, sio Tanzania peke yake. Ni mufti wa kumkumbatia, mufti wa kumkubali, mufti yani ni mufti aelezeki. Mimi nitamshangaa Muislamu ambaye leo anamsema vibaya mufti. Mheshimiwa mufti, mheshimiwa mufti huyu ndio aliyewaunganisha Waislamu, mpaka hata Ansari Sunna pia wanaitaka BAKWATA, hata Shia pia wanaitaka BAKWATA. Namna gani alivyoweza kuitengeneza hili baraza? Baraza limekuwa la mfano. Kwa hiyo huyu kiongozi tunamwombea dua, Mwenyezi Mungu amuhifadhi, aweze kutuhudumia sisi Waislamu wa Tanzania, na sisi mashekhe wetu wa mashekhe zake wa wilaya ambaye ndio wasaidizi wake. Maana leo mimi ni shekhe wa wilaya hapa, maana yake namuwakilisha yeye, na hakikisha kwamba hatutamwangusha, tutamsaidia kadri ya uwezo wake. Mwenyezi Mungu ametupa taufiki. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, nchi yetu ya Tanzania. Bariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi ambayo anayoifanya usiku na mchana kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika mipaka yote ya Tanzania, mikoa yote ya Tanzania na wilaya yake. Na Mwenyezi Mungu amjalie, ampe afya tele. Kama anauma, Mwenyezi Mungu muondolee maradhi. Kama kuna hasadi ya kijicho cha majini cha watu binadamu, Mwenyezi Mungu tunakuomba, Mwenyezi Mungu muondolee. Ibaki nchi ya Tanzania salama kwa amani, na makamu wake pia Mwenyezi Mungu mpe afya
na wasaidizi wake wote ambao wako karibu na yeye. Mwenyezi Mungu umpe afya njema, wamshauri vizuri, nchi yetu ya Tanzania iende vizuri. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.